So msichana, na wewe uko kwa ndoa, shida ni nini? Mimi kwa majina yangu naitwa Jambi na niko na watoto wanne. Mmoja wa first born nilimpeleka shule, alisaidiwa tu na bado watu wanasaidianga watu ambao hawajiwezi, akakosa kusoma. Sasa akaanza kudhora huku wanatafutanga yani kazi huku kwa takataka. Mtoto wa pili asomangi, ni kukosa school fees kwa sababu ninashindwa nikitapata hata kama ni 500 nikienda kuja nifue nguo kwako 500. Ni kukula ama ni kukunywa ama ni kulipa deni ama nipata nitapeleka shule. Mimi naweza penda tu pangu tu mnisaidie tu. Hata kama tu nikunisaidia ni mnisaidie tu kwa sababu niko na watoto wanne. Huyu wa pili asomangi, hata aka kaingine ndio aka kasichana keko hapa. Kako wapi? Ndio aka kuja hapa Shiro. Sikaoni kako wapi? Kuja hapa Shiro. Na hata kaenda shule keko na miaka 3 na miezi 4, aka kasichana keko na miaka 3 na miezi 8. Kanafaa tu kuwa tu shule. Sasa mimi mama yangu nampenda sana, hata kama amefinyiririka, mimi namsaidianga pale naweza. Mimi kwa sababu pale sasa nimefika sasa sina usaidizi, naweza msaidia sasa. Hata yani anararanga tu nje kusema hata asubuhi hatujakula, hata jana ni kukosa cha kukula, hata tunajifungianga huku. Hata tunasikianga hata aibu kwenda kwa barabara. Mama yangu anaitango mchawi, hata mimi naitango mchawi, nashindwa. Sasa na jana juzi mmekula nini? Junaona nimeingia kwa hii nyumba sioni kitu yote. Mmekula nini tangu jana juzi leo asubuhi? Yani hata hatujakula, juzi ndivyo tulikuwa tumepewa na kaunga na mtu, na mimi nikaingia hapa kwa soko kwa shamba ya mtu, na kuingia shamba ya mtu unajua mtu anaweza kukukata hata na panga ama kufanya kitendo. Nikakuja nikakataka tumboga hapa ndivyo tukule. Na nikaambia Mungu tu anisamehe tu kwa sababu sio kupenda kwangu. Nione mama yangu aone tu kia kukula na watoto wangu. Ninashukuru. Na nikiangalia mama, shida macho ya mama ni nini? Mama yangu anakuwa na shida ya macho kutoka baba yangu wake kwa sababu watoto wake anamtanga mchawi, malaya, umbwa. Sasa mama kama ukimuita mchawi, unamzika akiwa uhai. Malaya ilika hii, umbwa, takataka, yani hata matusi zingine hata uwezi. Hata anaambianga utakufia kwa ile kiti. Anatusi wangu vibaya sana, hata kuambiwa nanuka, na nipole tu watu wa mtandao kusema hivyo. Mama hata wajukuu wake kumtusi, mwambie matusi mingine mbaya sana, yani hata uwezi sema hata kwa. Na nini liua mzee? Baba yangu alikuanga na stroke na ugonjwa sukari, alianza yani wakati alikuanga na stroke na sukari. Akaanza kulala, akaanza yani hata akaanza yani ule kijana wake alioa msichana wake, akakuja akachinja kuku huku. Mudhoniwe akakuja akachinja kuku. Wakati alichinja kuku akaanza kukula mavi. Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4 ndipo baba yangu aliaga na tukaambiwa tumemuua na mama yangu ni mchawi, mimi ni maraya. Nani alikula kwa mavi? Baba yangu alikuwa anakula hata mavi wakati alikuja akachichiwa hiyo kuku ya jogoo. Alichinjia kuku ya jogoo akaanza kukula mavi. Siku ya 4 ndivyo aliaga. Wakati alikula hiyo kuku ya kwanza kwa sababu ilikuwa kuku kubwa. Alikula siku 2. Siku ya 3 akakaa. Ya 4 ya 3 aliaga kuenda kama nyoka siku ya 3. Ya 4 ndivyo aliaga. Tukaambiwa ni tumemuua. Mama yangu kuna shida sana. Na kuna shida. Hapo ndio macho za mama zilienda. Zilienda kabisa. Hata ukiona akiwa ameangalia mtandao hivi hakuna mtu hawezi kukuona hata wewe umevaa aje mao. Lakini anasikia. Anasikia. Na ameenda kwa daktari kuhusu hii macho yake. Sasa hata akienda anaambiwe ameenda hata kwa Marusi, ile hospitali inaitwa Mama Marusi. Hata akienda hana pesa za kununua dawa. So walisema shida inaweza tibiwa, macho inaweza tibiwa. Inaweza tibiwa na dawa. Ninashukuru. Kwa hivyo mnaweza ambia nini watazamaji? Watazamaji tunaweza tu waomba tu tusaidie tu kwanza tu cha kukula tu na shule na kunyeshewa. Tunanyeshewa sana, hata sufuria tuna sufuria 2 tu tuko nazo, hata tu tumewasihi tu. Hata hizi slippers mama yangu amevaa ndi zangu. Mungu yuko na Mungu aenda kuwatendea. Idhani watazamaji mnasikia historia. Hata kunguni ziko huku. Hata ziko huku kunguni ziko huku. Kila mahali. Kila mahali, hata huku chini. Ende nini hata na nini lichoma hii kiti. Hii hata hatujui nini kwa sababu mama yangu alikuwa amelala hapa. Moto nilisikia moto ikiwa kwa kichwa yake. Nikamuuliza mama ni nini? Kuangalia hata hakuna kitu kinatoka.
tuseme ni kama maroho. Kama maroho. Ninashukuru. Kwa hivyo watazamaji wetu, nidhani mmeona ile changamoto ambayo mama yetu anapitia, na dada ilibidi sasa arudi ashughulikie mama, ambapo hangeweza kaa mbali, maana mama hakuna mtu anaweza kumshughulikia. Na kwa hivyo ukiwa na chochote, tafadhali, wanahitaji chakula, ile nimekuwa nayo kidogo, na najua pia Mungu atanisaidia. Tuwa support jameni, tusiwa support, tusiwaache hivyo. Vile mmekuwa kisimama na wengine, pia naomba msimameni na mama huyu na hii familia. Wananyeshewa kwa mvua, wananyeshewa, hii nyumba inanyeshewa, kila mahali kunanyesha. Alafu chakula hawana, anahitaji matibabu ya macho. Tafadhali, ukiwa wherever you are, please, that are watching this video, I beg you with the heart of God, whatever you can touch your right hand, or whatever you can touch, please support this family. They are crying. They have nothing to eat. They have no shelter. The way they have said, kuna nyesha, hii nyumba inanyesha, baridi imejaa hapa, na mama miaka zake zimekataa. Kwa hivyo nakuomba tu tafadhali, with your support this family, and God will bless you. I'm Pastor Gershom. This is what God has asked me, or has sent me to do, and I will do it very soon. I'm going to Lodwar, Isiolo, Marsabit, and I know God will bless you and will bless this work that I'm doing. I please, God bless you wherever you are, and you are supportive for this family, so that God can provide and God can do something in their health, and it will be well. Mungu atakase na wabariki. Baba atawabariki na atainua. Be blessed wherever you are.